inaanza wakati mungu wa Kigiriki aitwaye Poseidon anatoka mtoni na kubadilika kuwa katika umbo lake la kibinadamu. Kisha anatembea kwenye daraja na kuelekea juu ya jengo ili kukutana na kaka yake Zeus. Wanapokutana, Zeus anamwambia Poseidon aangalie angani na amwambie anaona nini. Poseidon anasema kuna mawingu ya radi kila mahali, lakini Zeus anasema kwamba yote hayo hayana radi kwa sababu mshale wake mkuu wa umeme umeibiwa. Poseidon anaonekana kushangaa kusikia hivyo na anauliza kama kaka yake anadhani yeye ndiye aliyeiba. Kabla Zeus hajajibu, Poseidon anasema kuwa haiwezekani kwa sababu wamekatazwa kuiba nguvu za kila mmoja. Hata hivyo, Zeus anasema kuwa watoto wao wanaweza na kwamba huenda Poseidon alimtuma mwanawe. Poseidon anasema hajawahi hata kukutana na mwanawe tangu alipokuwa mtoto, lakini Zeus bado anasema kuwa kama mwana wa kaka yake ameiba mshale mkuu wa umeme, basi atauawa. Poseidon anasikika akiwa na hasira na anamwonya Zeus dhidi ya kujaribu kitu chochote kitakachosababisha vita kubwa kati yao. Zeus kisha anasema anataka mshale wake mkuu wa umeme urudishwe ndani ya siku 14 kabla ya saa 6 usiku katika siku kuu ya majira ya jua. Anaongeza kuwa asipopata mshale wake mkuu wa umeme, atatangaza vita dhidi ya Poseidon siku inayofuata. Siku inayofuata, mvulana aitwaye Pasi anakaa chini ya bwawa kwa dakika kadhaa kabla ya kuogelea kurudi juu. Rafiki yake wa karibu Gloma anamsifu kwa kuwa na uwezo wa ajabu. Pia anauliza jinsi Pasi alivyoweza kukaa kwa dakika 7 chini ya bwawa, lakini mvulana huyo anasema hajui. Anaongeza kuwa anajisikia huru tu ndani ya maji kwa sababu ni sehemu pekee anapoweza kufikiri kwa uwazi. Ni sehemu pekee anapoweza kufikiri. Muda mfupi baadaye, wavulana hao wawili wanaondoka kwenda darasa lao la Kiingereza ambalo litafundishwa na mwalimu wa zamu mpya aitwaye B. Dodds. Wanafunzi wote wanapoingia darasani, Dodds anawakaribisha na kujitambulisha kama mwalimu mpya wa zamu. Pia anaandika nukuu kutoka kwenye kitabu ubaoni na kuwauliza wanafunzi kama wanaweza kueleza inamaanisha nini. Ingawa Pasi ya kuinua mkono kujibu swali, Dodds anaonekana kumvutiwa sana naye na anamuuliza aeleze maana ya nukuu iliyo ubaoni, Percy Jackson. Pasi anapoangalia ubaoni, inaonekana kuwa yeye ana tatizo la kusoma, dyslexia, na hawezi kusoma maneno aliyoandika. Badala ya kupoteza muda wa mwalimu, anamwambia tu kuwa hajui jibu. Baada ya shule, Pasi anakwenda nyumbani kumwona mama yake aitwaye Sally kwenye nyumba ya kupanga wanaoishi pamoja na baba yake wa kambo Gabe. Kisha analalamika kuwa tatizo lake la kusoma linaweza kuwa linazidi kuwa baya. Sally anauliza kwa nini anafikiri hivyo. Anasema kuwa anaendelea kupata shida na maneno. Alidhani shule hii ingetakiwa kufanya mambo kwa bora. Sally anaonekana kusikitika kuhusu hili na anamwambia Pasi kuwa ingawa mambo yanaweza kuwa magumu kwa sasa, ana uhakika kuwa yatakuwa bora. Ghafla, baba yake aitwaye Gabe anaingia seluheni na kumwambia Sally aache anachofanya ili amletee bia. Sally fanya kama alivyoamriwa, lakini Pasi haelewi kwa nini mama yake anaendelea kumvumilia Gabe ingawa ni mlevi ambaye hunuka vibaya. Gabe hapendi hili na anamwonya Pasi asiwahi kusema mambo kama hayo juu yake. Unapaswa kuonyesha heshima. Baada ya kuondoka, mvulana Pasi bado anaonekana kuchukizwa na baba yake wa kambo, lakini hasemi kitu chochote. Siku inayofuata, Pasi na wanafunzi wenzake wanaenda kwenye ziara ya shule katika jumba la makumbusho la Kigiriki. Anapokaribia kuingia, anasikia sauti ikimwambia awe tayari kwa sababu kila kitu kinakaribia kubadilika. Pasi anaonekana kuchanganyikwa na jambo hili na anapogeuka mbali, anamuona Poseidon katika umbo la kibinadamu, ingawa mwanamume huyo hatimaye anatoweka. Pasi anadhani baada anadota, kila kitu kinakaribia kubadilika Pasi. Kwa hiyo, anaingia kwenye jumba la makumbusho ambako mwalimu wake Bwana Bruna anawaambia wanafunzi wote kuhusu ndugu watatu wa Kigiriki, Zeus, Poseidon na Hades. Anasema kwamba baada ya kushirikiana kumkata baba yao vipande vipande, wamekuwa wakipigana na kuchukiana kila wakati. Anasema pia kwamba kuna wakati ambapo miungu hiyo ilikuwa ikikuja duniani kuchanganyikiana na wanadamu, na wakati mwingine mahusiano yao na wanadamu yalipelekea kupata watoto. Bruna anauliza Pasi kama anajua watoto hao waliitwa nani. Je, kuna yote anaweza kusema waliitwa nini? Pasi anaanzikao na wanzo kwa kuwa na muziki anaosikiliza, lakini hatimaye anasema waliitwa nusu miungu, demigods. Bruna kisha anauliza kama anajua jina la nusu miungu moja. Pasi anaonekana kuchanganyikwa kwa sababu hamjui yoyote, lakini Bruna anasema kuwa mmoja wao ana kitu kinachomfanana naye. Pasi anapojiuliza Bruna anamaanisha nini, anaangalia kwenye ukuta bahana ya mwalimu na kuona maneno ya Kigiriki yakibadilika ghafla kwa Kiingereza. Pia anaona neno Perseus kwenye ukuta na anapokumbuka kwa hilo ni jina la nusu miungu, anamwambia Bruna. Mwalimu anasema jibu lake ni sahihi kabisa. Lakini Pasi anapopumzia kuafua, Dodds anasema anataka kuzungumza naye faragha. Wanapoelekea kwenye sehemu ya faragha ya jumba la makumbusho, ghafla Dodds anatoweka na Pasi anajiuliza amekwenda wapi. Ghafla anaonekana kwenye jukwaa la refu sana na Pasi anashangaa alifikaje pale. Mwanamke huyu anauliza,
alifichaje mshale mkuu wa umeme ulioiba? Percy haelewi hili, lakini kabla hajafahamu kinachoendelea, Dodds anabadilika kwa mnyama na kumshambulia. Kabla haujauawa, Bruna na Grover wanaingia ndani ya chumba na kumshambulia ule mnyama, wakimwambia amwache Percy. Bruna pia anamuonya atoke au atalazimika kumlaraa vipande vipande. Mara hiyo mnyama anamwacha Percy na kutoroka kupitia dirisha. Percy anashangazwa sana na jambo hili, na anapojaribu kuelewa kama kile kilichotokea ni kweli, wanasikia Bruna na Grover wakimuita ule mnyama Fury. Bruna pia anasema alipaswa kujua wangempata Percy, wamempata. Mvulana huyo bado haelewi. Bruna kisha anauliza ule mnyama alitaka nini, na Percy anasema alizungumza kuhusu mshale mkuu wa umeme. Percy anajitefeza haraka na kusema hakuiba kitu chochote, lakini Bruna tayari anajua kuwa yeye hana hatia. Kisha anamwambia Grover ampeleke mvulana huyo kwenye kambi ambako atakuwa salama kabla ya wanyama wa ajabu zaidi kuanza kumfuata. Percy haelewi chochote wanachozungumza. Kambi gani? Angalia, nimesimama hapa hapa. Lakini Bruna anamkabidhi kalamu na kuita silaha yenye nguvu ambayo anaweza kuitumia anapokuwa kwenye hatari. Percy anadhani ni kalamu tu, lakini Bruna anampuuza na kumwambia Grover mjulie Sally aliyotokea na kuhakikisha anamlinda mvulana huyo. Baada ya kuondoka kwenye jumba la makumbusho, Percy anauliza Grover nini kinaendelea hasa na kwa nini Bruna anataka rafiki yake wa karibu amlinde. Grover anasema yeye ni mlinzi wa Percy na kwamba amekuwa karibu naye kila mara kuhakikisha yuko salama. Percy haamini kuwa Grover anaweza kumlinda mtu yoyote kwa kuwa anatumia magongo ya kutembelea. Labda huoni kile ninachokiona, una magongo. Lakini rafiki yake anamwambia kuwa hiyo haina maana yoyote. Baada ya kufika nyumbani, Grover anamwambia Sally kuwa wanapaswa kuondoka mara moja, lakini Gabe anasema hawezi kuondoka kwa sababu bado anawahudumia wageni wake. Percy anakasirika na kumtukana mwanaume huyo, lakini Gabe anamshambulia haraka. Kabla hajamjeruhi Percy, Grover anamwangusha Gabe chini kwa kutumia magongo yake na kumwambia Sally kuwa wanapaswa kuondoka. Wanapokuwa njiani kuelekea kambini, Percy anasema haelewi kinachoendelea na kwamba hata hakuiba mshale mkuu wa umeme. Na hapa sikuiba chochote. Sally anasema anamwamini na kwamba wanampeleka tu kambini kwa watu maalum. Percy anauliza kama yeye ni kichaa, lakini Sally anasema yeye si kichaa. Anaongeza kuwa yeye ni maalumu kwa sababu ya baba yake. Percy haonekani kuvutiwa na mada hiyo kwa sababu anajua kuwa baba yake alimwacha, lakini Sally bado anamueleza jinsi alivyokutana na baba yake Percy. Anaongeza kuwa hakuwahi kutaka kuwaacha, lakini alilazimika kuondoka. Percy anauliza kwa nini alilazimika kuondoka? Kwa nini alipaswa kuondoka? Kisha mnyama aina ya Minotaur anaonekana mbele ya gari na kuwashambulia. Bahati nzuri wanapona ajali hiyo, lakini Percy anamuona Grover akivaa suruali yake na kufichua kuwa yeye ni nusu mbuzi anaitwa Satyr. Percy anatambua kuwa hata hakuwa anahitaji magongo yale, na Grover anasema yote alikuwa kusaidia kuficha asili yake halisi. Wanapokimbilia msituni, hatimaye wanafika mbele ya lango la kambi, lakini Sally hawezi kuvuka lango hilo. Kisha anamwambia Percy kuwa hawezi kuvuka kwa sababu yeye si kama yeye. Percy anasema hata muacha pale, lakini kabla hawajafanya uamuzi wa nini cha kufanya, yule mnyama anamkamata na kumbinya hadi anatoweka ghafla. Percy anashangazwa sana na hili, na kuposhangaa nini cha kufanya, Grover anamwambia atumie kalamu aliyopewa na Bruna. Anapogusa kalamu hiyo, inabadilika kuwa upanga ambao anautumia kupambana na yule mnyama. Bahati mbaya, yule mnyama anamrusha mbali na kumfanya poteze upanga wake. Hivyo basi, mnyama anapoanza kudhoofika, Percy hatimaye anamuua kabla ya kupoteza fahamu mikononi mwa Grover. Percy anapoamka, anajikuta yuko kwenye zahanati na Grover pia anaonekana mbele yake na kusema kuwa tayari wako kambini. Anauliza kama Percy anakumbuka chochote kilichotokea usiku uliopita, lakini mvulana huyo anasema nadhani alikuwa na ndoto kali. Grover anasema hakuwa naota, lakini Percy anaonekana na huzuni kwa sababu inamaanisha mama yake amepotea. Grover anasema pole kwa hili na kujilaumu kwa kushindwa kumlinda Sally. Anaongeza kuwa yeye ni mlinzi mdogo tu ambaye bado hajapata pembe zake. Kiukweli mimi ni mlinzi mdogo tu. Percy anamwambia rafiki yake asiwe na kijilaumu mwenyewe. Na wanapotoka zahanati, Grover anamwonyesha mvulana huyo mpya mazingira ya kambi. Pia anamwambia Percy kuwa yeye ni nusu mungu. Percy anashangazwa sana na hili, lakini Grover anasema yeye si mgonjwa wa kusoma. Anaongeza kuwa bwengo la Percy limetengenezwa kuelewa Kigiriki cha zamani. Percy kisha anatambua kuwa ndiyo sababu aliweza kusoma maneno ya Kigiriki kule kwenye jumba la makumbusho. Grover pia anasema ugonjwa wake unaoitwa ADHD unamfanya awe mtu wa haraka wa kufikiri na mzuri kwenye mapambano. Mpotevu asiye na msaada hawezi kumshinda Minotaur. Percy anaonekana kushangaa kwa sababu kila mara alifikiri yeye ni mtu wa ajabu, lakini Grover anasema yeye si wa ajabu. Wanapokuwa wakitembea kuelekea uwanja wa mazoezi, wanamuona msichana anaitwa Annabeth akipigana kwa ustadi sana.
Percy anaonekana kumpenda, na anapomuuliza Grover yeye ni nani, anasema yeye ni binti ya Athena na mmoja wa wapiganaji wa bora kambini. Muda mfupi baadaye, Grover anamwonyesha Percy baadhi ya centaur, mmoja wao akiwa ni Bruna. Percy anashangazwa kuona kuwa mwalimu wake ni nusu farasi, lakini mwanaume huyo anasema anaomba msamaha kwa kutomwonyesha asili yake ya kweli mapema. Kisha anasema kuna mahali anataka kumwonyesha Percy. Wanapofika huko, Bruna anamwambia Percy kuwa baba yake anataka akae kwenye kibanda maalum kilichotengwa. Baba yako alikujengea hiki. Percy anapozunguka na kujiuliza baba yake ni nani, anaona mkuki wa majini, trident, ndani ya chumba na anatambua kuwa ni Poseidon. Bruna anasema ni kweli na kwamba ni jambo adimu sana kwa ndugu watatu wa Kigiriki kupata watoto duniani. Anaongeza kuwa Percy sasa ni tishio kwa kaka wa baba yake ambao siku zote wamekuwa wakichukiana. Pia anataja kuwa harufu mbaya ya Gabe ilikuwa inasaidia kuwazuia wanyama wa ajabu kumkaribia Percy, lakini baadaye haikufanya kazi tena. Percy anashangazwa na hili na anatambua kuwa mama yake alivumilia maisha na Gabe kwa sababu alijua harufu yake mbaya ingeweza kumlinda mwanawe. Percy anaonekana kusikitika kwa sababu licha ya kila kitu mama yake alichojitolea kwa ajili yake, bado hakuweza kumlinda. Mama yangu alivumilia mtu huyo wa kutisha ili kunilinda mimi. Anapotoka nje, Percy anauliza kwa nini aliletwa kambini, na Bruna anasema anahitaji kurudisha mshale mkuu wa umeme na kuzuia vita. Percy anasema hilo si jambo lake, lakini Bruna anataja kuwa vita kati ya miungu itaiharibu dunia. Percy kisha anauliza anaweza kufanya nini, na Bruna anasema atampeleka mvulana huyo kumwona Zeus kule Olimpasi ili kumshawishi kwamba yeye hakuiba mshale huo. Percy anauliza kama wanaweza kuondoka mara moja, lakini Bruna anasema kuwa mvulana huyo atalazimika kufundishwa kwanza kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kukutana na wanyama wa ajabu katika safari yao. Muda mfupi baadaye, Bruna anampeleka Percy kwenye uwanja wa mafunzo na kumtambulisha kwa watoto wengine walioko kambini. Pia anasema Percy atahitaji kuwa na timu. Atahitaji timu. Kiongozi wa kambi ambaye ni mtoto wa Hermes, Luke, anakubali kumruhusu mvulana huyo kujiunga na kundi lake. Pia anaonekana kuwa mchangamfu na anamkaribisha Percy kwenye timu yake. Baada ya hapo, Bruna wanaelekeza timu mbili zilizopo zicheze mchezo unaoitwa kukamata bendera. Anaongeza kuwa timu ya kwanza itakayokamata bendera ya timu nyingine itashinda mashindano hayo. Cha kuvutia ni kuwa Annabeth yupo kwenye timu pinzani na anakimbia haraka na timu yake kwenda kuficha bendera yao. Wakati wa mashindano, Luke anamwambia Percy akae karibu naye na mvulana huyo anafanya kama alivyoambiwa. Hatimaye wanalazimika kupigana na baadhi ya askari kutoka timu ya Annabeth, lakini Luke anawashinda kwa urahisi na anamwambia Percy aendelee kuitafuta bendera ya timu nyingine. Percy hajui pa kutafuta, lakini anapotembea porini, hatimaye anaiona bendera ikiwa haina mlinzi yoyote. Percy hayamini bahati aliyoipata, lakini kabla hajaiokota, Annabeth anatoka mafichoni na anasema hata mruhusu kuichukua kwa urahisi. Anaongeza kuwa yeye hushinda kila mara katika mashindano haya, lakini Percy tu anacheka na kufanya utani kuhusu jinsi yeye ni mtu wa kushindwa. Ghafla, Annabeth anampiga kwa upanga wake na kumjeruhi mkono. Percy anaonekana kushangazwa kwa sababu hakutarajia kupigwa, lakini Annabeth anaendelea kumshambulia. Percy anajitahidi kadri ya uwezo wake kumpinga, lakini inaonekana hana uwezo wa kushindana naye. Kila mtu anaona jambo hilo na Grover anamwambia Bruna aingilie mapambano hayo kabla hajamshushia kichapo. Bruna anasema wanapaswa kusubiri, lakini Percy anaendelea kupigwa na Annabeth. Baada ya kuanguka chini kabisa, Percy anasikia Poseidon akimwambia akasogee karibu na maji ili apate nguvu zake tena. Anapofanya hivyo, majeraha yake yanapona ghafla na kila mtu anashangazwa. Percy hatimaye anainuka na kupambana na askari wa Annabeth na kuwapiga wote. Anapokutana uso kwa uso na Annabeth, anamshinda na kumdhoofisha kwa kumnyang'anya upanga wake. Badala ya kumuumiza, Percy anakwenda kuchukua bendera ya Annabeth. Baada ya hapo, timu yake inamsifu kwa kupata ushindi. Usiku huo, wakati watoto wanasherehekea ushindi wao, Annabeth anamkaribia Percy na kumuuliza kama anajisikia kama shujaa. Anasema yeye si mtu wa aina hiyo, lakini Annabeth anataja kuwa anajua ataishia kuwa na kiburi kikubwa baada ya mashindano hayo. Percy kisha anasema anahisi kwamba Annabeth hampendi, lakini Annabeth anasema bado hajaamua.
bado sijaamua kama ni hisia chanya au hasi. Karibu mara moja Hades anaonekana kupitia moto kambini na anaomba kumuona Percy. Kila mtu anaonekana kuwa na hofu, lakini Hades anapokosa majibu anaanza kuchoma sehemu za kambi kwa moto. Kisha anamuita tena Percy na kumwambia mvulana huyo amletee mshale wa umeme kama anataka kumuona mama yake tena. Percy anashangazwa sana kusikia hili, na hata kama Bruna anajaribu kumzuia kwenda kukutana na Hades, hatimaye Percy anajionyesha kwa mungu huyo wa Kigiriki na kumuuliza kuhusu mama yake. Hades anataja kuwa Sally hajafa kwa sababu alimwagiza tu Minotaur amteke. Pia anamuonyesha mvulana huyo picha ya mama yake ili kuthibitisha kuwa bado yuko hai. Percy anapoyaona hayo, Hades anamwambia amletee mshale mkuu wa umeme kama mabadilishano ili apate mama yake. Baada ya Hades kutoweka, Percy anamwambia Bruna kuwa anahitaji kuondoka mara moja, lakini mwanaume huyo anasema hata kuwa na kitu cha kutoa kwa sababu si yeye aliyoiba mshale wa umeme. Percy anasema hawezi kumwacha mama yake kwa Hades. Hii ndiyo nafasi yake pekee, lakini Bruna anashauri waendelee na mpango wa awali wa kukutana na Zeus kwanza. Usiku huo huo Percy anapakia mzigo yake na kujaribu kuondoka kambini kwa siri, lakini Grover anasema atamfuata mvulana huyo kwa sababu yeye ndiye mlinzi wake. Percy anajaribu kumshawishi Grover abaki, lakini Annabeth pia anaonekana na anasema anataka kwenda naye. Percy hataki hilo, lakini Annabeth anasema atahitaji uzoefu wake katika safari hiyo kwa sababu ameshinda vita vingi hapo kabla hapa. Hatimaye Percy anakubali waende wote, lakini wanapoulizwa kama wanajua jinsi ya kumpata Hades, anasema bado hajalifikiria hilo. Annabeth kisha anapendekeza wakutane na Luke kwa sababu huenda anajua jinsi ya kuingia kuzimu kwa kuwa baba yake ndiye pekee anayezunguka humo na kurudi akiwa hai. Nadhani mnajua mtu anayeweza kusaidia. Wanapokutana na Luke wanamuuliza kama anaweza kupata msaada kutoka kwa baba yake ili kuwapeleka kuzimu. Luke anasema hajawahi kumkutana na baba yake kama ilivyo kwa wengine wote. Anaongeza kuwa miungu siku zote imekuwa ya ubinafsi na wanajali tu maslahi yao. Kisha anasema kuwa aliwahi kuingia kwa siri nyumbani kwa baba yake na kukuta jozi ya viatu vya kuruka ambavyo vinaweza kumsaidia Percy katika safari yake. Percy anamshukuru Luke kwa hilo, na mvulana huyo anamwambia angalie ndani ya boksi la viatu apate maramu. Baada ya Percy kuiona, Luke anasema maramu hiyo inayopenyesha mahali palipo Lulu Katu za Pan, mke wa Hades. Hii ni maramu ya Lulu za Pan. Anaongeza kuwa hiyo ndio njia pekee watu wanaweza kutoroka kuzimu, na kwamba Pan mara kwa mara huwa anazitumia kuwasaidia wageni wake sirini kutoroka. Grover kisha anauliza watazitumiaje hizo, na Luke anasema wanachotakiwa kufanya ni kukanyaga lulu hizo na kufikiri mahali wanapotaka kwenda. Percy anamshukuru Luke kwa msaada wake, lakini kabla hajaondoka, mvulana huyo mkarimu anampa njia ambayo huenda atahitaji katika safari yake. Baada ya hapo, Percy, Grover na Annabeth wanaondoka kuelekea mahali palipo lulu ya kwanza katika mgahawa wa zamani wenye sanamu nyingi. Wakiwa katika tembea, Annabeth anaona chemchemi yenye sarafu za dhahabu za drachma ambazo unatumia kuwa sarafu huko kuzimu. Baada ya kumpa Percy baadhi ya zihifadhi, wanaamua kutengana ili kuitafuta lulu. Wakiwa katika masuala hayo, mwanamke mmoja anatokea ghafla na anamsihi Annabeth amsaidie kwa sababu kuna mtu anamfuata. Annabeth haelewi kinachoendelea, lakini mwanamke huyo anapomvuta na kimbizana pamoja kuelekea mahali pengine. Grover anaona sanamu ya mjungu wake aliyefariki na anatania jinsi inavyofanana na halisi. Hata hivyo, baada ya muda anaanza kuugua mahali pale pale. Grover anatambua kuwa sanamu hiyo inaonekana inafanana na halisi kupita kiasi, na anapokumbuka nani aliyemuua mjungu wake, anatambua kuwa wako kwenye pango la mwanamke mwanadada aliyerogwa anaitwa Medusa. Anaanza kukimbia mara moja kuanisha Percy na Annabeth, lakini hawampati haraka. Hatimaye kata na usoni na Percy na kumwambia kuwa wako kwenye pango la Medusa, hivyo anaanza kumtafuta Annabeth. Kwa bahati mbaya, Annabeth na mama mzee wanakutana na Medusa wanapojaribu kutoka katika mgahawa wa zamani. Medusa kisha anasema kuwa ni kitu ajabu kuwa na binti wa Athena nyumbani kwake kwa sababu huwa anachoka kuna sanamu zake. Tunajisikia wapweke sana hapa. Annabeth anauliza, anajuaje mimi ni nani? Na Medusa anasema kuwa anaweza kuhisi. Kisha anamsifu Annabeth kwa nywele zake na anasema yeye mwenyewe alikuwa na nywele nzuri hadi Athena alipomlani. Kabla Annabeth ya mtetei mwana yake, Medusa anavua skafu yake na kufichua kuwa sasa ana nywele kichwani. Anavua miunga yake na kuambiwa muangalie, njoni. Lakini Annabeth anafumba macho yake haraka na kumwambia mama mzee afanye vile vile kwa sababu kumwangalia Medusa huwageuza watu kuwa sanamu. Licha ya haya, Medusa hakomi na anaendelea kuwashawishi wafumbue macho na kumtazama. Yule mama mzee anachoka kufumba macho na anapomtazama Medusa anageuka kuwa sanamu akiwa amemshika Annabeth mkono. Medusa anapojaribu kumlazimisha Annabeth kufumbua macho, Grover na Percy wanamwona. Kwa kuwa hawawezi kumtazama, Percy anapendekeza watumie sehemu ya chuma ya simu yake kuona taswira ya Medusa. Wakati Medusa anajaribu kumlazimisha Annabeth kufumbua macho, Percy anamwambia rafiki yake aendelee kufumba macho. Medusa anasikia hilo na anatambua kuwa kuna nusu mguu mwingine katika pango lake. Anapotazama huku na kule kumtafuta, Percy anakimbia haraka na kujificha karibu na sanamu. Hata hivyo, Medusa anahisi uwepo wake na anasema anajua kuwa yeye ni mwana wa Poseidon. Kwa kuwa hampendi Poseidon, Medusa kwa hasira anasukuma baadhi ya sanamu hadi mmoja inaanguka juu ya Percy na kumfungia. Wakati huo huo, Grover anaachilia mkono wa Annabeth na kumwambia kuwa sasa ni salama kufumbua macho ili waweze kumsaidia Percy.
Medusa hatimaye anamkamata Percy na kutishia kutumia nyoka wake kufumbua macho yake kwa nguvu. Kabla hajafanya hivyo, Annabeth na Grover wanaendesha gari la mizigo na kumpiga Medusa ndani ya pango. Jambo hili linamkasirisha sana, na anapoinuka anaona simu ya Percy ikiwa chini. Anapotazama taswira yake mwenyewe kwenye simu hiyo, Percy anajitokeza haraka nyuma yake na kumkata kichwa. Kisha anawaambia rafiki zake wafumbue macho yao kwa sababu sasa ni salama. Wanapoona kichwa cha Medusa, Annabeth anapendekeza wakihifadhi kwa sababu macho yake bado yanaweza kuwageuza watu kuwa sanamu hata akiwa amekufa. Percy anakubaliana na hili na anakifunga kwa sweta ya Grover. Anapotazama kwa makini, anaona moja ya lulu za Pan kwenye vito vya Medusa, hivyo anaichukua na kuondoka pamoja na rafiki zake kutoka pangoni. Moja imepatikana, zimebaki 2. Muda mfupi baadaye wanaangalia ramani na kuona kuwa lulu inayofuata ipo katika makumbusho huko Nashville. Wanaanza safari yao mara moja kuelekea hupo, lakini kwa kuwa Grover anaanza kulala wakati akiendesha, wanalazimika kusimama katika moteli kupumzika kwa usiku. Baada ya muda, Percy anakaa ndani ya bwawa la kuogelea kutafakari, na Annabeth anakuja kumtembelea. Anapotoka kuogelea, anaona mkono wa Annabeth umeumia na anautibu kwa kutumia nguvu zake. Kisha wanakaa kuzungumza kuhusu wazazi wao, na Annabeth anataja kuwa hajawahi kumwona Athena maishani mwake, sijawahi kumutana naye. Percy anashangaa kwa nini huwa hivyo kila mara kwa miungu, na Annabeth anasema ni kwa sababu ya sheria iliyowekwa na Zeus kuzuia miungu kuwa na mawasiliano ya mwili na watoto wao. Anaongeza kuwa sheria hiyo iliwekwa baada ya Poseidon kujaribu mara nyingi kukutana na Percy. Wanapoendelea kuzungumza, Grover anawaita waingie ndani kumwona Gabe akifanya mahojiano akisema kuwa kutoka kwake Sally ghafla ni kosa la Percy. Gabe pia anamshutumu Percy kuwa ni mtoto mbaya ambaye huenda alimteka mama yake. Kwa kuwa sasa watakuwa walengo la polisi, Percy anasema wanapaswa kuondoka mara moja. Sasa mimi ni mkimbizi. Grover anaamua kuenda chuoni kwanza, lakini anapotoa kichwa cha Medusa kutoka ndani humo, mfanyakazi wa usafi anamwona kutoka dirishani na anapiga kelele kwa mshangao, kwani haitachukua muda mrefu kabla hawajawaita polisi juu yao. Watoto wanaondoka mara moja kwenye moteli na kuelekea Nashville. Wanapofika kwenye makumbusho, wanaona lulu iko juu ya taji lililoko kichwani kwa sanamu ya Athena. Hey, ni mama yako. Kwa kuwa bado kuna talisi, Percy na wenzake wanapendekeza warudi usiku kuichukua lulu hiyo. Makumbusho yakifungwa, hatimaye wanatoka kwenye maficho kwenye choo na kuelekea kuichukua lulu. Kwa bahati mbaya kuna wasafishaji wapo kazini, hivyo Annabeth wanapiga sindano za usingizi ili kuwapoteza fahamu. Percy anapofikiria jinsi ya kufika juu ya sanamu, anatambua kuwa anaweza kutumia viatu vya kuruka. Hivyo anapendekeza mpigie simu Luke aulize jinsi ya kuvitumia. Baada ya Luke kumpa dekayo sahihi, mbole huyo anavitumia kupata lulu kutoka kwenye sanamu. Kabla hawajaondoka, wale wasafishaji wanaonekana mbele yao na wanaonekana kuwa wametwaliwa. Kisha wanasema kuwa wamekuwa wakimsubiri Percy awaletee mshale mkuu wa umeme. Percy anasema hana huo mshale, lakini hili linawakasirisha wale wasafishaji na wanageuka kuwa mnyama mwenye vichwa vingi anayoitwa Hydra. Kichwa cha katikati pia kinaonekana kupuliza moto, na watoto wanapotafuta mahali pa kujificha, Percy anapoteza lulu. Anachomoa upanga wake na kukata vichwa vya mnyama huyo, lakini hii inafanya hali kuwa mbaya zaidi. Vichwa vinaota tena kwa wingi na mnyama huyo anakuwa mkali zaidi. Annabeth anajaribu kumdokeza Percy ili aweze kuchukua lulu, lakini kwa bahati mbaya mnyama anakaribia sana, hivyo Percy analazimika kuchota maji kutoka chooni kupambana naye. Baada ya kupata lulu na kutoroka, Grover anatumia kichwa cha Medusa kumgeuza mnyama huyu kuwa sanamu. Baada ya hapo wanaondoka kwenye makumbusho na kuelekea kwenye mgahawa ambapo wanaangalia taarifa ya habari na kuona ripoti ya wingu la radi moja likikua duniani kote. Annabeth na Grover wanaamini kuwa miungu wanakasirika na wanajiandaa kwa vita. Hivyo wanakagua eneo linalofuata na kugundua kuwa wanapaswa kwenda kwenye kasino ya Lotus huko Las Vegas. Wanapofika huko, wanahudumiwa maua ya Lotus, na wanapoanza kuyala, wanaonekana kusahau walichokuja kukifanya na kuanza kuzurura wakifurahia. Baada ya muda, Percy anasikia sauti ya Poseidon ikimwambia kumbuka alichokuja kufanya kwenye kasino hiyo. Ghafla Percy anakumbuka sababu ya kuwepo hapo na anatambua kuwa yale maua ya Lotus yalikuwa na kazi ya kuweka watu katika hali ya njozi ili wasiweze kuondoka. Percy haraka anawatafuta marafiki zake na kuwakumbusha sababu ya wao kuwepo hapo. Wanapokumbuka, maafisa wa kasino wanagundua kuwa hawapo tena chini ya ushawishi wa maua hayo na wanawashambulia mara moja. Hata hivyo, Percy na marafiki zake wanapigana nao, kisha wanapata lulu ya mwisho na kuondoka na gari lililokuwa likionyeshweka. Wanapokuwa wakiondoka, wanaona tarehe kwenye ubao na kugundua kuwa walitumia siku 5 ndani ya kasino. Yaani kesho ni tarehe 21, hata kama walihisi kama ilikuwa masaa machache tu. Pia wanagundua kuwa wamebakiwa na siku moja kabla muda wa mwisho uliokuwa na Zeus. Baada ya hapo wanakagua ramani na kugundua kuwa kuzimu kinapatikana Hollywood. Wanapofika huko, wanakuta shimo kwenye mchanga na wanaingia ndani hadi wanapokutana na mtu anayesafirisha roho za wafu kwenda kuzimu. Kwa kuwa bado hawajafaa, mtu huyo anasema hawezi kuwapeleka huko. Hivyo Grover anategeza kumtia hongo. Percy anampa zile sadhi za dhahabu alizochukua kutoka kwa Medusa. Mtu huyo anakubali na wanawapeleka mbele ya hombe ya Hades. Wanapoingia, baadhi ya mbwa za wafu wanakaribia kuwashambulia, lakini Personality anawaita na kuwasimamisha, kisha wanapeleka watoto kumkuta Hades. Mnamni huyu anaonekana kushangaza kuona kuwa Percy kweli amekuja kwake, lakini bado anadai mshale mkuu wa umeme. Percy anasema hana huo mshale na kwamba amekuja tu kuonyesha hana hatu ili apate mama yake. Hades anaonekana kukasirika na kumwachilia Sally kwenye kifungo cha moto alichomweka. Anasema atawaua wote kama hatopata mshale huo.
Percy anaonekana mwenye furaha sana kumuona mama yake na wanakumbatiana. Wakati huo sehemu ya ngao ya Percy inafunguka na kufichua mshale mkuu wa umeme. Kila mtu anashangaa kuona hilo, na Hades anaichukua mshale umeme na kumsema Percy kakuwa ni mwayongo. Hata hivyo Percy anasema kuwa ngao hiyo si yake, na Annabeth anatambua kuwa Luke alijaribu kuwatega ili wampatie Hades mshale mkuu wa umeme. Hades anaonekana hajali na anasema waitwe roho za wafu kwenye kuzimu. Anapofungua milango na kutuma nguo wake za wafu kuwafukuza kwenye moto, Personality anamdanganya Hades na kuchukua mshale wa umeme kutoka kwake. Kisha anampiga Hades na kuzuia nguo wake za wafu kuwadhuru Percy na wengine. Wanaonekana kushangaza na kujiuliza kwa nini anawasaidia, na anasema hataki vita ambavyo vitamfungia milele na Hades. Kisha anampa Percy mshale wa umeme na kumwambia amfikie Zeus kabla ya usiku wa manane. Hata hivyo, kwa kuwa wanalulu tatu tu, Grover anasema atabaki na Penny. Ghafla Percy, Sally na Annabeth wanaondoka kuzimu kwa kutumia lulu na wanapelekwa juu ya jengo lenye lango la kuelekea Olympus. Kabla hawajapita, Luke anaonekana na anasema hawezi kumruhusu Percy kumpelekea Zeus mshale wa umeme. Percy anauliza anataka nini? Kwa nini ungefanya hivyo? Na anasema anataka Olympus ianguke. Anaongeza kuwa anataka kuchukua mamlaka na kuruhusu kizazi kipya kuunda dunia kwa namna wanavyotaka badala ya jinsi wazazi wao wamekuwa wakifanya mambo. Percy anasema yeye si mshujaa na hilo linamkasirisha Luke, hivyo anamvamia mvulana huyo na Annabeth. Bahati mbaya anafanikiwa kushika mshale wa umeme na Annabeth anajaribu kurudisha, lakini viatu vyake vya kuruka vinampa faida ya kuruka juu yake. Kisha anajaribu kuwapiga kwa mshale wa umeme lakini anakosa lengo. Anaporuka kuondoka, Percy haraka anavaa viatu vyake vya kuruka na kumfuata Luke. Hatimaye wanapigana hadi wanaangukia juu ya jengo lingine. Pale Luke anasema Percy ni dhaifu mno na huenda hata si mtoto wa Poseidon. Kabla hajampiga mvulana huyo, Percy anatumia uwezo wake kuamuru maji kutoka kwenye tanki zote zilizopo eneo hilo ili kumshambulia Luke na karibu amuue. Baada ya hapo, Luke anaonekana kuwa dhaifu mno kusonga na Percy anachukua mshale mkuu wa umeme ili kukutana na Annabeth na Sally wanapoingia kwenye lango la Olympus na kuingia kwenye lifti kuelekea Olympus. Sally hatimaye hawezi kuendelea zaidi, lakini anawaambia Percy na Annabeth waendelee. Wakati huo huo, Zeus yuko kwenye kikao cha baraza na baadhi ya miungu na miungu wa kike na anasema vita haikuepuki. Saa inapofika usiku wa madanani, kila mtu anaonekana kuwa na wasiwasi kabla hajaanzisha shambulio dhidi ya Poseidon ambaye pia yupo ndani. Percy na Annabeth wanakatiza mkutano huo na kuleta mshale mkuu wa umeme. Zeus anashangaa kuona na Percy panapomkabidhi anasema hakuiba. Anaongeza kuwa Luke ndiye aliyeuiba na alijaribu kumbebesha yeye. Zeus anampongeza kwa juhudi zake za kurudisha mshale mkuu na Percy anamsihi amsaidie kumtoa Grover kutoka kuzimu. Zeus anasema atafanya hivyo na anasitisha vita. Poseidon anamuomba kaka yake azungumze na mwanae. Zeus anakubali na Poseidon anamkaribia Percy na kusema pole kwa kutokuwepo. Anasema anatamani mambo yangekuwa tofauti, lakini Zeus hakupenda ukweli kuwa akikuwa na wagaridia wanadamu sana na kutotimiza majukumu yake. Anaongeza kuwa kila wakati hujaribu kumuongoza Percy na mvulana anasema amewahi kumsikia baba yake mara nyingi. Poseidon kisha anasema kama Percy atamuhitaji wakati wowote atakuwepo kwa ajili yake, lakini kama ukinihitaji nitakuwepo kwa ajili yako. Baada ya hapo wanapeana mikono na Percy anarudi kambini na Sally. Wanapofika Pelegwani, Sally anamwambia Percy kuwa anafurahi kuona kuwa hatimaye amepata mahali anapostahili kuwa. Pia anasema anafurahi kuwa mama yake hayupo tena na Gabe na kwamba atakuwa akimtembelea mara kwa mara. Baada ya wao kuagana, Percy anaingia kambini na anakutana na Grover ambaye anamuonyesha pembo zake mpya. Hatimaye wanakutana na Bruna na ingawa anamkemea Percy kwa kutoka shule bila ruhusa, anampa hongera kwa kukamilisha safari hiyo. Pia anamuita Percy mwanafunzi wake pendwa na anasema ni muhimu kwake kufuata siliko zake kila wakati. Anaposema hayo, Percy bado anapaswa kuendelea na mafunzo kama mwanafunzi yeyote. Mvulana huyo anaondoka na anakutana na Annabeth kuanza kufanya mazoezi naye. Katika mazoezi haya tumemalizia kwa kuangalia mwisho wa filamu hii inaitwa Percy Jackson. Asante sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho wa movie hii. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel ya Kicha TV ili upate filamu mingi kem.